Napokamu. Kwani mmesikia mkate Nyie keleleni. Huu ni muda wa kula, mheshimu chakula na mkubwa yuko hapo. Mwenye amoni kwamba kuna mgeni. Chacha mgeni, cha mgeni, cha mgeni, nyumbani hapa kaliki, mgeni kaja na kiburi, ujikuta peke yake njani. Wewe tuombe. Afumbeni macho tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kutupa chakula hiki. Imekupendeza wewe kwa wasau sisi kupata chakula hiki. Bwana ukakibariki chakula hiki ili kikafanye kazi kwenye matumbo yetu sawa na vile ambavyo kinatakiwa kikafanye kazi. Tunakuomba Baba uendelee kutusaidia. Pia hata mimi mtafutaji unikumbuke Baba napoendelea kutafuta nipate ili familia yangu iendelee kunufaika na mapato yangu. Tunakuomba Baba uendelee kutusaidia sisi sote katika kila mambo tunayoyafanya, tuyafanye katika weledi ili Bwana tuweze kukutukuza pia kupitia hayo mambo. Endelea kutusaidia Baba, sisi waja wako, sisi wajoli wako, sisi watoto zako. Tusaidie Baba, endelea kutusaidia ili kazi zetu zipate kuwa utukufu kwako. Tusaidie Bwana. Haya ni maombi ya sisi waja wako. Tusaidie tunapokula chakula hiki kikapate kutupa furaha ya kila siku, kikapate kukupa wewe utukufu, na sisi afya zetu zikapate kuendelea kuimarika. Na kuomba Baba utusaidie. Baba, tunashukuru kwa sababu tunajua umesikia maombi yetu, na pia Bwana utaenda kutenda kama tulivyokuomba sisi waja wako. Kiomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Mama unajua kuniweza mimi kwenye masuala ya maakuli. Hivi vitu ndo vitu vyangu hivi. Wewe bakuli yako hii. Shemeji umempendelewa, umempa nyama. Wewe wife. Nimeshaanza kelele. Wewe. Yaani kula tu taratibu ya mwezi. Nani kabeba nyama zangu hapa? Nani kabeba nyama zangu? Nyama? Nyama hamna humu. Sasa unanipa mimi niangalie kwamba kuna mtu kachukua nyama yako. Wewe si unaona wote hapa kila mmoja ana nyama sawa? Au unaona kuna mmoja hapa nyama imezidi? Lakini bwana, siku zote hii tabia haikuwepo. Hii tabia imeanza baada ya kufanyaje? Unamaanisha nini? Baada ya kuja babangu au? Unaona nidhalilisha? Mimi sijamaanisha hivyo, lakini nyama mimi kumbuka kwamba mimi ndo naipambana mimi mpaka nyinyi mnakula hii nyama kweli kweli. Nani kala? Kwanza mkwe huku ulikuwa unakuja kuchungulia huku. Kwa hiyo maana yake mimi ndio nimeiba nyama sio? Mbona unanipelesha hivyo? Au umenichoka? Yaani babu watu wakuja nyama. Tambua kwamba yule ni baba mkwe. Unajizalilisha kiasi hicho. Ila mngekuwa mnanionea huruma jamani, na mimi nirudi kwetu. Wewe unakuta mizimu ya kwenu umekula hiyo nyama unaanza kulaumu. Kwetu mzee hakunaga mizimu. Kwa hiyo zimeenda wapi hizo nyama? Ila mume wangu leo, yani kwa siku ya leo umenizalilisha sana. Tena sana. Basi njoo uchukue hizi wewe. Si ndio ulikuwa unakuja kuchungulia huko? Chukua hizi.
Mnapokea nyie namna gani? Mimi nampa mkwe kule. Kwa hiyo kumbe umeshiba? Afadhali. Mzee, unaelekea wapi sasa hivi? Naenda kusafisha macho. Basi tangulia. Tangulia? Na mzee wangu tangulia. Tangulia wewe. Kwa mila na desturi za kikwetu sisi wa Afrika, mzee mtakiwa tangulie mbele. Hapana, lakini si natakiwa wewe ndio ufungue mlango. Haya, tangulia. Tangulia. Wewe unaogopa nini kutangulia? Tangulia mzee. Haya bwana, asante. Mzee, basi baadaye. Haya, basi taonana. Haya. Chamgeni cha cha cha, chamgeni si cha wote, chamgeni jamani, chamgeni cha cha cha, chamgeni. Mgeni katoka safari, mgeni kaja nyumbani, viatu vimejaa vumbi, macho yamechoka jamani, akasalimia watu, akakaa kimya chini, lakini moyoni mwake mambo hayako sawa ndani. Chamgeni cha cha cha, chamgeni, chamgeni si cha wote, chamgeni jamani, chamgeni, chamgeni cha cha cha, chamgeni. Mgeni ana amani, mgeni azua tafrani. Unajua nini mpenzi? Wewe ni mwanaume ambaye sijaimwona dunia hii. Umeukonga moyo wangu sana. Kweli. Nafurahi kusikia hivi. Halafu mwaka una mpango gani? Mpango? Yaani unataka tuzae watoto wangapi? Nataka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Wote hao? Kuwalea sasa? Kwa sababu wewe ndio nguvu ya moyo wangu. Kwanza naona fahari kupata mwanamke mzuri kama wewe. Mimi nilikuwa naona tuzae tu kamoja. Akatosha. Jamani, si ndo tunaanza nako hapo? Akatosha. Acha tamaa bana. Oh no! Wow! Mwanangu, ile mechi ya jana hii imenichania sana mkeka mwanangu, nilikuwa na hosti nyingi. Mzee, shida ni? Shida ni? Nasafisha macho, kuna kabinti mle. Mzee, huyu mke wako ndo akaanza kuchungulia mabinti? Mzee mimi? Ndugu wangu, unamwonaje?
Kuoni kijana? Nanioneje? Mzee, sisi ni watoto wako na yule ni mtoto wako. Namchunguliaje binti kama yule? Na meno yote sasa. Alafu yule ni dada yetu. Umetokea mheshimu yeye. Umetokea wapi mzee? Samahani vijana. Mzee, hebu sikiliza mzee. Nimesikiliza. Mzee, umetokea wapi? Umetokea wapi? Kule. Wapi? Hivi kwa nini heshima? Unamchunguliaje dada yetu? Naomba mnisamehe. Unamchunguliaje dada yetu? Naomba mnisamehe. Mzee, Shetani alinipitia tu. mzee. Hivi mzee, simama. Potea mzee, tusikone maeneo haya. Wow. Zaidi anaheshimu wazee. Hao ndio tubakia watoto wetu hapa. Yaani tripo hii lazima nikuweke ndani. Hilo ni jambo jema mpenzi wangu. Maana nimechoka kulala kama baiskeli au friji, maana baiskeli inapaki. Kaka kwa mambo? Salama sister. Unaendeleaje? Endelea vizuri. Vipi mambo? Kaka Koa, siku zote mbona hujai niambia kwamba una wifi mrembo kiasi hicho? Muda ulikuwa bado. Ulitaka uniambie lini vitu vizuri kama hivyo, unashinda kuniambia mapema? Jamani mpenzi, kumbe una dada na usemi. Ilikuwa ni swala tu la muda. Ila mmependeza wenyewe, nimefurahi sana kuwaona. Basi, ila ongeleni sana kwa kupendeza. Niwaombe kitu kimoja, sasa nikawapiga picha hata moja, maana kwa jinsi fulani iliyokuwa nayo imenikumbusha mbali sana wakati mume wangu hajafariki. Kwa tunapendana kama nyie, kwa hivyo mmenifanya niendelee yani kumkumbuka mume wangu kipenzi. Piga picha. Tupige picha. Kaka, weka pause hata kidogo basi. Chamgeni cha cha cha, chamgeni si cha wote, chamgeni jamani, chamgeni cha cha cha, chamgeni. Mgeni katoka safari, mgeni kaja nyumbani, viatu vimejaa vumbi, macho yamechoka jamani, akasalimia watu, akakaa kimya chini, lakini moyo. Mambo. Poa. Naitwa nani? Naitwa Tracy. Umejuaje? Unajua hata mimi mamangu mzazi ndo jina lake hilo.
lakini sijui hata nianzeje. Unajua kwa mwanaume aliyekamilika hawezi akakupita. Ndio maana hata mimi mwenyewe nilivyoenda pale nikajikuta nimejirudisha, yaani nimerudi tu mwenyewe. Unajua ni kwa nini? Una mvuto sana kwa mwanaume aliyekamilika, hawezi akakupita hivi hivi. Kwa hata mimi mwenyewe nijaribu kujipitisha, nikafika pale nikakuta ile nguvu ya moyo ikanirudisha mpaka nikarudi kwako, kwa jinsi tu uzuri wako ulivyo. Lakini pia isiende mbali sana, natamani ungenipa nafasi. Unamaanisha? Yaani hata ungeuchukua moyo wangu tu uangalie, utakuta upo wewe. Unanipenda mimi? Mimi? Unanipenda au unanichezea? Mimi kuchezea sio vitu vyangu, sio vitu vyangu kabisa. Mimi vichezeaji watoto za kike. Achana nayo, lakini unipende unichezee sawa tu, kama unanichezea mwenyewe tutachezeana. Mimi sio vitu vyangu kumchezea mimi, sio vitu vyangu. Mimi nikipenda nimependa. Utalikuwa na mimi jamani. Kwa mama, kwa mpenzi wangu saizi inabidi tutoke. Baadaye mimi nataka tutoke. Sawa, mimi sina neno. Kuna ndugu yangu huyo nataka nikakutambulisha. Yaani huyo ndo damu yangu mimi. Thibitisha kwamba mimi nakupenda na nakutambulisha baadaye. Kwa sasa cha kufanya hapa, kama kweli umenikubali, naomba unichukue. Basi andika namba yangu, text tu 0655 882 886. Nitakutumia message. Sawa. Bye. 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 Pamifutakani vipi? Fresh kabisa. Kama kawaida. Wapi tena? Mbona mapema hivi? Naelekea nyumbani. Unaingia nyumbani? Hata hivyo mwenyewe nashuka misha hivi. Kuna issue naenda kuifuatilia mara moja. Unajua tena? Okay. Poa mwanangu. Lakini mwenzako leo nina jambo. Jambo gani hilo? Si nimefumaniwa. We kaka. Fumaniwa leo. Ilikuwaje kaka? Nimefumaniwa, niko mazingira fulani hivi na Vivi pale tumejikalia, maana nasikia sauti nyuma. Kaka Koa, mambo. Wife huyo sasa. Sasa sauti sinaijua. Kuja kuangalia kwa maki hivi. Shemu hapa. Ni Kaka Koa, kumbe una wifi mzuri afu nitambulishe. Na mimi Vivi sijamwambia kwamba nina mke. Kama nakuona. Ila najua nyumbani kitaumana. Lazima kitaumana tu. Hapo kitachimbika. Na zoe shemu jinsi alivyo vile. Tuachane na hilo. Ila kuna kubwa kuliko. Leo nimeotea bonge la mtoto. Kama kawaida yako. Wewe unajua nini? Wewe una shombovu. Hilo mimi nalikubali. Yaani kigusa tu vicha. Damu hizi ya. Naelewa mambo yangu. Mimi nakujua Koa. Kwa hiyo sasa hapo mwanangu huyo inabidi nimuone. Yaani cha kwanza tunajua sina ndugu mwingine. Familia. Damu yangu kabisa. Nimemuelekeza kwamba nikasema tu hivi hapa story ya kwanza ni kwa mwanangu tu. Familia. Ndugu yangu tu wa damu. Familia. Uhakika. Kwa hiyo hapa nafikiri wewe fanya michakato yako yote mida
saa 8 wewe angalau umesharudi. Basi hapo kwa hamna shida, unaelewa, sikupingi. Mimi subiri nishuke hivi niweke mazingira sawa, then saa 9 nitakuwa nimerudi. Haina mbaya, hata saa 10 inakuwa sio mbaya. Basi kwa mwanangu, si mzite basi. Uhakika. Pamoja. Pamoja. Na mtu kuja hapa, lakini aliniambia yuko jirani. nikaa sana saa 11 hii kaka. Ngoja nimpigie. Halo. Halo. Umekaa tunakusubiri hapa, unatuchelewesha, umetukalisha mno. Babe, niko njiani nakuja. Wai bwana, wai. Unajua huyu ndugu yangu ana mambo yake mengine. Niko hapa barabarani. Ai. Vipi? Ndo yule Kirema sasa. Sielewi, yani hata sielewi. Kaka, tulia kwanza. Wapi sasa? Mchanganyikiwa. Shemeji. Nimewachelewesha kidogo. Hamna shida shemeji, karibu. Asante. Babe, nimefika. Pole nimekuchelewesha. Sasa kwa kaka, mimi subiri nikaendelea na majukumu mengine, afu kishatoka utanikuta nyumbani. Unaenda wapi tena ndugu yangu na wewe? Yaani kaka, nina simu ya dharura tu hapo, ngoja tu niende. Wewe mimi naona kama leo siwezi kutoka. Nenda. Utanijuza basi ukitoka kaka. Au vipi? Haya. Ndio tunaenda shule. Twende. Nenda wapi huku? Wewe nikwambia tunaenda. Yaani ndo nakuuliza tunaenda huku. Ila Koa Koa ameyakanyaga. Kirema mwanamke mzuri mweupe kisu amemzidi vivi. Koa yangu amechanganyikiwa.